When you come to appear before God, wakati unakuja kujiwasilisha mbele za Mungu, Satan also comes. Shetani naye huja. He enters with you mpaka kwa nyumba ya Mungu. Anaingia pamoja na wewe mpaka kwa nyumba ya Mungu. Ndio maana unaabudu na masengenyo imekataa kuenda. Ndio maana unaabudu na masengenyo yamekataa kuondoka. Ameingia na wewe hapa. Ameingia na wewe hapa. Ibada hajakataa. Ibada hajakataa. Sema abudu tu. Abudu tu. But as long as you are still lasting, lakini ili mradi bado unatamani kingono, you are mine in the presence of God. akili yako katika uwepo. Wewe ni wangu mbele ya Bwana. Wewe ni wangu katika uwepo wa Bwana. Jamaa tulisema na it, what was that thing? That was very complicated. Turkana said something very shocking. Turkana, what is that? Say it again. Ekipe. Ekipe. Ekipe enters with you in the presence of who? Look. He appeared before Jehovah God in heaven until Mungu akamuuliza wewe nani umetoka wapi? God himself. No, God did not say who are told come here. God just asked umefanya nini? Umetoka wapi? Ameingia. Mungu hakumuuliza ni nani alikwambia uje hapa, alimuuliza tu umetoka wapi, kumaanisha alikwisha ingia. No, look at me. Nitazame. Revelation says Ufunuo yasema he was thrown away alitupwa kutoka pale to the earth. duniani. And when he was coming down, Wakati alikuwa anashuka chini, Revelation says, Biblia ya Ufunuo woe to the inhabitants of the earth, kwamba ole kwa wakati wa ulimwengu, the accuser of brothers mshtaki wa wandugu has been thrown to them. ametupwa kwao. He went back. Alirudi. That guy went back. Jamaa huyo alirudi. And he just entered Akaingia tu in the throne room. katika enzi. And God asked him, Mungu akamuuliza, where have you come from? umetoka wapi? He said, Anasema, I've been walking around greeting people in Joska, visiting them every day. nimekuwa nikitembea huku na kule nikisalimia watu kwa kule Joska kila siku. And he said, have you seen Job? Akamuuliza, Job mwana Ayubu? That guy is upright. Mtu huyo ni thabiti. He fears God Anamhofu and Mungu. shuns evil. Anaepukana na uovu. Till the day he told the Lord, Akamwambia Bwana, does Job worship you for nothing? je, Ayubu anakuabudu bure? According to Satan, Kulingana na Shetani, it is not possible to worship God with nothing. haiwezekani kumwabudu Mungu ukiwa huna When chochote. you have nothing, Wakati huna chochote, he told God, alimwambia Mungu, Job is worshiping you Ayubu anakuabudu because you have blessed him. kwa sababu umembariki. You have blessed the work of his hand. Umebariki kazi ya mikono yake. 7,000 sheep, Makondoo 7,000, 3,000 camels, ngamia 3,000, 5,000 yokes of oxen, maksai 500 wa unnumbered servants. na watumishi wengi. He is worshiping you because you have blessed him. Anakuabudu kwa maana umembariki. Now go and take those things Sasa nenda uchukue vitu hivyo. and see if he will not deny you like Peter. Uone ikiwa hata kukana kama Petro. Paka wanasemanga wamekuruka kinani? Huyu jamaa wewe haya. Unafikiria na kuabudu? Hapana. Huyu jamaa anatetea tu mali yake. Huyu jamaa kuabudu. Mungu akasema okay. Akasema jaribu uguzi uone kama atakuacha mchana kwa mataa. And many of us have done the same thing. Na wengi wetu tumefanya vivyo hivyo. But look at this now. Tazama hii. The Lord said, okay, then go and touch exactly that. Bwana akamwambia nenda uguze hiyo kabisa. Exactly that. Hiyo hasa kabisa. And he touched exactly that. Akaguza hiyo kwa uhasa. He lost 10 children. Alipoteza watoto 10 in one day. kwa siku moja. Many of us, Wengi wetu, if you lost your father, ukipoteza baba yako, they call me here and they tell me, Bishop, where was God? wananipigia simu wananiuliza, askofu, Mungu alikuwa wapi? Where was God when my father was dying? Mungu alikuwa wapi baba yangu alipokuwa anakufa? I say God was seated on the throne Nasema Mungu alikuwa ameketi kwa enzi, because he has harvested his own kwa crop. sababu amevuna mavuno yake You mwenyewe. cannot ask him questions. Huwezi muuliza maswali. He is God without you. Yeye ni Mungu bila wewe. He is God without you. Yeye ni Mungu bila wewe. They say, Anasema, Bishop, askofu, actually I've gone through a lot. hata hivyo nimepitia mengi. I even doubt whether God exists. Hata nashuku ikiwa Mungu kweli I yupo. said, disconnect my call. I have no time for fools. Nawaambia kata simu yako, sina muda kwa
vision to you. haitegemei utwalizi wake When I look kwako. at the sun, Napotazama jua, I see God. naona Mungu. When I look at the moon turning red, Nikitazama mwezi ikiwa nyekundu, I see God. naona Mungu. When I see me breathing out and in Nikiona nikipumua pumzi nje na ndani without oxygen, bila kuwekewa ile I see oxygen, God Almighty. naona Mungu mkuu And mwenyezi. that is why I worship Him. Ndio maana namwabudu. I do not know why you worship, Sijui kwa nini unaabudu, but I worship Him because He's God the Creator. lakini namwabudu kwa sababu yeye ni Mungu muumbaji. He told God, Alimwambia Mungu, it is not possible. haiwezekani. Job will abandon you. Ayubu atakukana, atakuacha. That guy loved because of his camels. Huyu anakupenda kwa sababu ya ngamia He will zake. abandon you. Atakuacha. I know him. Namjua. I know man. Najua I know wanadamu. human. Najua They wanadamu. will abandon you Watakuacha on your face. usoni mwako wazi peupe. And he went to Job. Akaenda kwa Ayubu One night. usiku moja. 10 children. It is called 10 funerals. Inaitwa mazishi, matanga 10. 10 coffins in a home. Majeneza 10 katika boma lake. 10 coffins. Majeneza 10. 10. 10. 10 graveyards. Makaburi 10. Because you love God, now your children dead. Kwa sababu unapenda Mungu, sasa watoto wako wamekufa. Not because you sinned, Sio kwa sababu ulitenda dhambi, but because you love God. kwa sababu unampenda Mungu. When you love God so much, Ukiwa unampenda Mungu sana, He has now killed your children. ameua watoto wako sasa. And because you loved Him. Na ni kwa sababu ulimpenda. And God still expects to love Him too. Na Still. Mungu bado anatarajia umpende. When His children died, Wakati watoto wake walikufa, He still loved the Lord. bado alimpenda Bwana. He lost 5,000 camels. Alipoteza ngamia 5,000, He still loved the Lord. bado alimpenda Mungu. He lost 7,000 sheep. Alipoteza kondoo 7,000, He still loved the Lord. bado alimpenda Bwana. At one time, Kwa wakati moja fire came from heaven. moto ulishuka toka mbinguni. The Bible does not say fire came from hell. Biblia haisemi moto ulitoka kuzimu. The Bible says fire came from heaven. Biblia inasema moto ulitoka mbinguni. And as far as I am concerned, Ili mradi mimi najua, heaven is the habitation of Jehovah. mbingu ni makazi ya Yehova. Fire came from heaven Moto ulitoka mbinguni and burned them down. ukawateketeza. In one day, Kwa siku moja he came from the richest man alitoka kwa mtu kuwa tajiri to the kabisa, poorest man. alikuwa mtu maskini kabisa, And he took the whole of his robe. akachukua joho lake, Because the devil was waiting for that hour. kwa sababu shetani alikuwa anangojea hiyo The saa. devil is always waiting for your reactions. Shetani kila mara anangojea jinsi ambavyo utaijibu na How kujiendeleza, you will react. jinsi utajiendeleza. So the devil was waiting for his reaction. Kwa shetani alingoja jinsi The atajiendeleza. Bible says Biblia he inasema took all of his robe, akashika joho he lake, tore it apart, akairarua, and he spoke to God. akanena na Mungu, He said, Abba Father, akasema, Baba you mkuu, are the one who giveth. wewe ndiye upeanaye, You are the one who taketh. wewe ndiye I uchukuaye. came empty. Nilikuja tupu, I am returning to you empty. narudi kwako tupu. May your name be glorified. Jina lako litukuzwe. And he bowed and worshipped him. Akainama na kumwabudu. I ask myself questions. Na nikaujiuliza maswali, How many can worship God wangapi wanaweza mwabudu Mungu at such a time? kwa wakati kama huo? Now today I'm bringing to the gravity of what? Of worship. Leo hii nawaletea uzito wa ibada. And the devil went back to God Shetani akarudi kwa Mungu to report how that guy did not fall. kupeana ripoti jinsi mtu huyo, jamaa huyo hakuanguka. Even at the extremest way of temptation, Hata katika mahali majaribu yamefika kilele kabisa, he did not abandon salvation. hakuwacha wokovu. And God asked again, Mungu akauliza tena, where have you come from? umetoka wapi? I was moving around. Nilikuwa nazunguka zunguka. Have you seen that guy called Job? Umeona mtu huyo anaitwa Ayubu? You know you incited me against him. Unajua wewe ndio ulinishawishi dhidi yake. Who is talking? No, I don't know I'm not a good man, but sometimes I take the word literally as it is. Mimi najua mimi si mtu mzuri, lakini wakati mwingine anachukua neno kihalisia jinsi ilivyo. That guy is an inciter. Jamaa huyo ni mchochezi kabisa. Sana. That guy anachochea. Ameenda mpaka mbinguni apeleka uchochezi huko. Mpaka mbinguni. Na unajua yeye ndio mwanzilishi wa dhambi. Kwa sababu dhambi ya kwanza ilikuwa yake. Do you know dhambi ya kwanza ilifanyika wapi?
Dhambi ya kwanza haikufanyika duniani garden. Dhambi ya kwanza ilifanyika mbinguni. The first sin was committed in heaven. Dhambi ya kwanza ilifanyika kule mbinguni. That's why that guy came down. Ndio maana jamaa huyo akatupwa chini. And he has now gone back. Na sasa amerudi. Because the Bible says, woe to the inhabitants of the earth. Kwa sababu Biblia inasema ole kwa wakaaji wa ulimwengu. The accuser has now come. Mshtaki sasa amekuja. He liked to accuse. Anapenda kushtaki. But now he has gone back to heaven to do what again? Lakini sasa amerudi mbinguni kufanya nini tena? To accuse. Kuwashtaki. And he said, no. Anasema hapana. You took everything, he's still standing, but go, touch his health now. Ulichukua kila kitu na bado amesimama, guza sasa afya yake. And see if he will not curse you with your face. Uone ikiwa hata kulaani uso pe usoni peupe. So that is now the true nature of human. We curse God several times. Hiyo sasa ndio asili kabisa ya kiasilia ya wanadamu. Tunamlaani Mungu kabisa wazi. So these are the things I wanted to bring to attention, beloved people. Haya ndio baadhi ya mambo nilitaka nilete kwa makinifu wenu watu wa Mungu. The importance of worship in the life of a Christian believer. Umuhimu wa ibada katika maisha ya Mkristo muumini. Now you see. Sasa mnaona That the devil is waiting for your reactions when you are in trials. ya kwamba shetani anangoja jinsi mnajiendeleza wakati mko ndani ya majaribu. And Jesus said, I overcame, so you must overcome. Na kisha Yesu anasema nilishinda, basi lazima ninyi nanyi mshinde. So beloved people, hivyo watu wapendwa, worship that pleases the Lord. Ibada inayompendeza Bwana. The Sinai standard starts now. Kiwango cha Sinai chaanza sasa.